Karibu sana mpenzi mtazamaji kwenye Kenya News Live TV. Jina langu ni Washington Mwange. Mimi sijui kitu inaitwa broad based. Sijui. Na kama mnapenda hii broad based sana, leo ndio mnatuambia vile mnapenda Raila Odinga. Nataka tujaribu kitu. Kama mnapenda hii broad based sana, na wewe Kiborek umesema wakati kazi iliwashinda, Ruto akakuja kutafuta Raila, yeye ndiye ameshikilia hii serikali. Kwa hivyo 2027 Ruto arudi nyuma ya baba. Ndio tujue broad based inafanya, si ndio? Hiyo ndio broad based pekee Sifuna atatambua. Ruto amalize 2027 awachie baba, kwa sababu baba ndiye anafanya kazi saa hizi, ndio? Hawana akili. Huu sio usemi wangu, ila ni wa Rais William Ruto. Alikuwa akiwashambulia na kuwakaanga wapinzani wake. Watu wa Mombasa, mnawakubali hawa jamaa watuharibie nchi yetu? Mtawapatia nafasi ya kuharibu nchi yetu? Sikizeni bwana, nimejaribu kuwasikiza kwa makini. Kama wako na lolote la kuchangia taifa letu la Kenya. Mpango ya reli hawana, mpango ya barabara hawana, mpango ya afya hawana, mpango ya mambo ya housing hawana, mpango ya elimu hawana, mpango ya kilimo hawana. Wao hawana sera, hawana mpango, hawana taratibu yoyote, hawana agenda yoyote, hata akili hawana pia. Akisifia serikali ya broad-based, ukipenda broad-based government, inayojumuisha wandani wa Raila Odinga. Na wauliza bwana, kama wangekuwa na akili si wangekuwa wametuambia ni nini mpango yao? Kumaanisha hawana akili. Sasa niwaulize, watu hawana mpango ya barabara, hawana mpango ya matibabu, hawana mpango ya reli, hawana mpango ya kilimo, hawana mpango ya masomo. Ati wanataka kuendesha taifa letu kuelekeza nyuma. Sisi tunawaambia tafuteni nchi ya wajinga, mwende muendeshe. Hii ya Kenya kuna watu wa akili wengi. Hamuwezi kupata nafasi kuendesha nchi yetu kama hauna mpango yoyote. Ni kweli si kweli bwana? Aliwaambia wapinzani wake wote wanaompinga ama wanaopinga serikali ya broad-based, akiwemo seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, mbunge wa Embakasi East Babu Owino, mbunge wa Sabaot Caleb Hamisi, mbunge wa Kidhunguri Kadhoni wa Mchomba na viongozi wengine. Pia aliwasuta viongozi wa upinzani akiwemo Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa, Karua, Martha Karua, Muturi na viongozi wengine. Hali kadhalika Sifuna alikinzana na serikali ya broad-based na ako kinyume. Alisema yeye hatambui ushirikiano huo. Hakuna kitu tumesikizana na agenda. Watu wa Migori oye! Mimi ndio Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM, chama tawala hapa Migori, na senator wa kaunti ya Nairobi. Nataka niambia watu wa broad based wamekaa hapa wasikie tena. Mimi sijui kitu inaitwa broad based. Sijui. Na kama mnapenda hii broad based sana, leo ndio mnatuambia vile mnapenda Raila Odinga. Nataka tujaribu kitu. Kama mnapenda hii broad based sana, na wewe Kiborek umesema wakati kazi iliwashinda, Ruto akakuja kutafuta Raila, yeye ndiye ameshikilia hii serikali. Kwa hivyo 2027 Ruto arudi nyuma ya baba. Ndio tujue broad based inafanya, si ndio? Hiyo ndio broad based pekee Sifuna atatambua. Ruto amalize 2027 awachie baba, kwa sababu baba ndiye anafanya kazi saa hizi, ndio? Rais Ruto alikuwa akizungumza
kwenye kaunti ya Mombasa, huku akiandamana na viongozi wa Broad-Based akiwemo CS Joho. Kwenye kitengo cha pekua, kitengo cha mfahamu kiongozi wako, tunamwangazia Rais William Samoei Ruto. Hebu tuanze kwa kuangazia alizaliwa lini? Alizaliwa tarehe 21 Disemba mwaka 1966. Yeye ni Mkenya. Ametokea eneo la Kamagut, ama alizaliwa eneo la Kamagut, Uasin Gishu County. Yeye ni kitinda mimba wa watoto 7. Babake alikuwa anaitwa Daniel Cheruiyot ambaye alikuwa mkulima, na mamake alikuwa anaitwa Sarah Cheruiyot ambaye alikuwa housewife. Hebu tuangazie masomo. Alisomea shule ya sekondari ya Wareng, kipenda Wareng Secondary School. Alijiunga na University of Nairobi kusomea degree ya botany na zoology. Amefanya postgraduate Kenya na nje. Siasa. Alianza safari ya siasa miaka ya 90. Alikuwa kwenye vuguvugu la kumuunga aliyekuwa rais wa Kenya Daniel Arap Moi ambaye alikuwa wa chama cha KANU. Mwaka 1997 alichaguliwa mbunge wa Eldoret North Constituency akiwa na umri wa miaka 31. Kwenye siasa amekuwa Minister of Home Affairs mwaka 2002. Mwaka 2008 hadi 2010 alikuwa Minister of Agriculture. Amekuwa Deputy Prime Minister na Minister of Agriculture mwaka 2010 hadi 13. Hebu tuanze kwa kuangazia unaibu rais. Alikuwa naibu wa rais Uhuru Kenyatta kuanzia mwaka 2013 hadi 2022. So mwaka wa 2013 hadi mwaka 2022 alikuwa naibu rais wa Uhuru Kenyatta. Hebu tuangazie urais. Rais William Ruto alichaguliwa kama rais wa 5, ukipenda the 5th, Agosti mwaka 2022. Hebu tutamatishe kwa kuangazia ndoa. Ana mke mmoja kwa jina Rachel Chebet, Mkristo, na anajulikana kwa ukulima wa kuku. Swali ni je, Rais Ruto atashinda mwaka 2027? Tutumie maoni yako kwenye comment section. Na iwapo hujasubscribe, tafadhali subscribe ili uwe wa kwanza kupata habari punde zinapotokea. Finya hiyo subscription ambayo iko hapo chini. Na asante sana kwa kuendelea kuwa mtazamaji bora, na tunakuahidi habari moto moto punde zinapotokea. Nikiripotia Kenya News Live TV kutoka kaunti ya Mombasa, jina langu ni Washington Mwange. Jina langu ni Washington Mwange.